Angelica Elizabeth Zambelano anafahamika sana katika muktadha wa imani ya Kikristo, hasa Amerika ya Kusini. Ni msichana kutoka Ecuador aliyepata maarufu akiwa binti mdogo sana, takriban miaka 8 mpaka 13. Alijulikana kupitia ushuhuda wake aliyousema hadharani kwenye makanisa na mitandaoni. Nisikilize. Ushuhuda wake alidai kuwa alipata maono, ufunuo wa kiroho kuhusu mbingu na jehanamu, kuhusu Yesu Kristo pamoja na hukumu ya mwisho na maisha baada ya kifo. Na pia alisema Mungu alimruhusu kuona na kurudi ili awaonye watu warudi kwa Mungu. Watu wengi wa imani waliguswa sana na ushuhuda wake. Wengine wataalamu wa saikolojia na hata Wakristo walihoji, umri wake ni mdogo sana. Ushawishi wa watu wazima na makanisa, kama maono hayo yalikuwa ya kiroho au ya kisaikolojia. Baadaye alipozidi kukua, Angelica Elizabeth alipungua kuonekana hadharani. Kuna taarifa kuwa alijitenga na ushuhuda ule na akaacha kuzungumzia machoni pa watu. Hii ilizua maoni tofauti. Wengine wakasema alilazimishwa awali, wengine wakasema aliamua tu kukaa kimya. Lakini ukweli kamili uko katikati, na kila mtu hutafsiri kulingana na imani yake inavyosema. Vipi? Umelichukuliaje hili swala? Basi kabla sijaenda mbele, ngoja nikupe uchambuzi wa kisayansi na kidini kuhusu swala la hili la mwanadada Angelica Elizabeth. Nikianza na uchambuzi wa kisayansi. Wanasayansi wanasema kwamba watoto wana ubongo unaobuni picha, yani imagination. Hawana uwezo kamili wa kutenganisha uzoefu wa ndani, mawazo, ndoto na uhalisia. Hii ni kawaida sana kabisa kisaikolojia. Lakini pia ubongo unaweza kutengeneza picha kali sana, mtu akaamini ni halisi kwa sababu hisia zilikuwa ni halisi. Lakini pia mtoto akilelewa kwenye mazingira ya mahubiri makali kuhusu mbingu, jehanamu, akili yake hutumia lugha na picha. Mtu mzima akimsikiliza mtoto kwa umakini na kumsifu, mtoto anaweza kuamini zaidi ya kile alichosema au kuendelea kuona ili asiwavunje mioyo watu. Mtazamo wa sayansi husema kwamba uzoefu ulikuwa ni halisi aliyepitia, lakini hauwezi kuthibitishwa kuwa ulikuwa ni safari ya kiroho au nje ya mwili. Inaelezwa kama tukio tu ni la kisaikolojia ambalo ni la kiakili. Lakini pia nikija kwenye uchambuzi wa kidini, Biblia ina mifano mingi ya kwamba watoto au vijana kuzungumza ujumbe na Mungu, manabii kuona maono, Mungu kutumia yoyote, hata mtoto mdogo. Na vitabu vya dini vinasema kwa Mungu umri sio kikwazo kikubwa. Kiroho, ushuhuda wa Angelica unachukuliwa kama onyo. Lengo ni kwamba watu waache dhambi, wamrudie Mungu, waishi maisha ya haki. Sio lazima kila kitu kieleweke kisayansi ili kiwe na maana ya kiroho. Hata makanisa mengine yanasema kwamba sio kila maono yanatoka kwa Mungu. Lazima yapimwe, yalinganishwe na Biblia. Yanaleta upendo, toba, hofu, yanamheshimisha Mungu au mtu. Mungu anaweza kuzungumza kwa njia yoyote ile. Lakini wanadamu wanasema pia kuchanganya sauti ya Mungu na mawazo yao. Hapa ndipo mambo yanapokutana, sayansi na imani. Angelica Zamblon alikuwa mtoto aliyepita uzoefu wa ndani uliomgusa sana, na akaeleza kuwa lugha ya imani aliyokulia. Kwa upande wa binadamu, uzoefu wake ulikuwa ni halisi kwake. Hisia, hofu na picha alizoziona zilikuwa ni za kweli akilini mwake, hasa kwa umri wake mdogo. Kwa upande wa kisayansi, hakuna ushahidi wa kuthibitisha kuwa alisafiri kwenda mbinguni au jehanamu. Kilichotokea ni kilieleza kama mchanganyiko wa mawazo ya mtoto, mazingira ya kidini na hali ya akili. Kwa upande wa kidini,
Waumini wanaamini Mungu anaweza kutumia hata watoto wadogo kupeleka ujumbe. Hata hivyo, hata ndani ya imani, ushuhuda wake hauchukuliwi kama msingi wa imani, bali ni kama onyo au changamoto ya kutafakari.